Kumbe every dog has its prize. Umeona Matatu Association, with all due respect, wametoka wakismile. Wa. Sasa ndio nakutana na hii tweet. Kumbe sasa ndio nakutana na hii tweet. Tuko huku with all due respect tumemsifu. Kumbe wako huku wanawekwa kwa bahasha. Watu wa matatu wakubwa wenyu wamekubali kurudi kwa barabara, si ndio? Haya, whatever happened. I hope wamepewa pesa yetu yenye walikuwa wameongezewa kwa fare. Juu sisi tutakuwa tunalipa fare normally. Icheza na pesa basi. Sasa hivi unaona, with all due respect, ashagongwa cheki yake moja safi hapo. Money can buy everyone. Swali na kuanga tu, is it enough? Hapa sasa ni mbaya watu wangu. With all due respect, is that money enough? With all due respect, we respect each one of us here. Wamesuspend matatu strike for a week to allow negotiation. Mama yangu. Nani anaumia? Ni common mwananchi. Mbona hamja suspend the fare hike you had instituted for that 1 week to allow negotiation? Hapa nani aoni mnatuchezea? Hii ni mchezo ya town, god damn it. Jamaa ameshachezewa na brown envelope. Ameambiwa before uanze kuongea ile mambo yako, hebu confirm M-Pesa balance. Kwani ni wadogo aje wanatoshea kwa bahasha? Alafu sawa, mumewekwa kwa bahasha. Hiyo wiki moja yenye mmesema sijui ya to give room to negotiation. Between now and then, hizo prices za matatu zitakaa vile ziko ama mtaongezea? Hakuna mtu amewaforce mrudi kwa barabara. Wananchi walikuwa sawa, nyinyi kaeni home hadi mafuta ipunguzwe bei, ndio pia fare yao ipungue. Lakini sasa nyinyi wakubwa wenyu wameenda wakasema nyenye wakafanya venye wamefanya. Tukipatana kwa matatu mjaribu ku hike fare, nyinyi mtapigia wakubwa wenyu watume hiyo extra money. Pamoja hadi hapo. Yeah, because tunazoeana. Tumeweza kuzoeana sasa. Hello. Halafu hiyo Monday ikuje. Tusikie ngwe. Shuru ama shui. Mama yangu. Game over. Matatu kwanza za huyo. Due respect ni gani? Kuna kitu nimesema. I'm using sign language. If you don't get it, forget about it. With all due respect, we respect each one of us here. And that is what we want it to go out. Hello. Niliwaambia aje? Mnasikia venye wanacheka wakiongea? Mnasikia venye wanacheka wakisema wamesitisha hiyo maandamano? Na kuna Wakenya wamekufa, kuna Wakenya wameenda hasara. Ni nini imebadilika? Na nasikia venye wanacheka. Nataka kuuliza wewe kakasia ya matatu. Wewe ndio unaoperate malori? Wewe ndio unaoperate taxi? Wewe ndio unaoperate hadi boda, si ndio? With all due respect, we respect each one of us here. Hii Kenya kuna ukatuni mingi sana. Sasa huyu chairman wa matatu sijui operators association ama matatu owners association anaona yeye ndiye anaoni Kenya. Yeye ndiye anaweza call off strike na yeye ndiye anaweza call on strike. Nataka kuuliza wewe kakasia ya matatu. Wewe ndio unaoperate malori? Wewe ndio unaoperate taxi?
Wewe ndio unaoperate hadi boda boda, si ndio? Wewe ndio unaoperate hadi hizi lori za transit. Sasa umekuwa, your voice is the voice for all drivers in this country ama car owners in the country. Sasa juu umeshiba, sasa kila mtu ameshiba. Masomo ni ile ile, walimu ni wale wale. So nyinyi watu wa matatu, mulikuja na fujo, mkaongelesha DCS vibaya mbele ya TV, tukadhani mko saidi yetu. Kumbe mlikuwa mboka. Yani kumbe hiyo meeting yenye mmeitwa asubuhi ku call off the maandamano strike ya magari, mji mmepatiwa pesa 2M, si ndio? Kenya wameandamana tena. Yaani Kenya umeshaandamana tena. Swala la mafuta kupanda bei limefanya Kenya waandamane tena. Na saizi haishtui kusikia eti Kenya wameandamana. Haishtui. Yaani tunaona kawaida tu. Na wao yamekuwa kama ni maisha yao. Yamekuwa kama vile ni maisha yao. Yaani kwa namna moja ama nyingine. Taharuki. Washaandamana tena huko, mafuta yamepanda bei. Hapo kuna wale wengine sasa. Mungu saidia. Haishtui saizi. Kisikia Kenya wameandamana, ni mtu atawazi. Wameandamana yani imekuwa ni maisha ya kawaida kwa Wakenya. Na sisi wengine wa pembeni kwenye nchi yao, tushaanza kuona hao ni maisha yao bana kila siku. Haishtui. After 12 hours ndio na comprehend ule jamaa wa with all due respect amesema maandamano imeisha. Sasa ni kutishiwa ametishiwa ama ni pesa amepewa? Mimi niliona ni kama alitishiwa. Nimeona watu wengi wanasema ni pesa amepewa. Na sasa stakeholders wa matatu na transport industry wao ni kama wamesotiwa, wamesema wao wanaweza hold as the dialogue continues. Sisi wenye tunafaa kulipa fare ndio nimecomprehend hiyo fare ni the same. Pale kwa Bolt wataongeza ama fare ita maintain? Mita mbili zimefanya muusaliti wa Kenya. Ombeni tumkwe mshapewa, lakini kama mmepromisiwa hiyo pesa hamtapewa. Na mimi nashow aje, enyewe kila mtu ajue chenye kilimleta Nairobi. Watu wakomboka. Pesa itakuwa the end of all these leaders. My friend, sahi Kenya kila mtu akona problem. Hakuna mtu hana shida. Sahi hata ujui ni nani atasaidia mwenzake. Everyone has an issue. Sahi ukiamka unafikiria utakula nini. Si kama enzi za Kibaki na Uhuru, ulikuwa ukiamka unasema wacha niongeze pickup nyingine, wacha nimalize ile nyumba yangu, wacha. Sahi hakuna mambo ya miradi, sahi ni kukula. People are now surviving. Inafaa pia sisi tukue na mtetezi wa raia, si ndio? Nani atatetea raia ule analipa fare? Ama tungojee sasa April? Tungojee expert. With all due respect. With all due respect, we respect each one of us here. Ni kunoma. Sasa hata ukitisha mtu msaada akose kurespond, usimlaumu. People have issues, people have problems. Watu wako na shida tupu. There's nothing. Yani serikali imeturudisha kwa ufukara. Hata kule yenyewe ni shida. Sasa nasikia sukuma 1 kg. 1 kg ya sukuma wiki inauzwa 300. Hata mwenye anaenda kununua aje auzie, atauzia pesa ngapi? Mchicha ile ilikuwa inauzwa 20 bob, sasa ni 50. Ufukara. Akasema bottom up. Kwa hivyo bottom up inamaanisha alikuwa anatuinua miguu juu, pesa zimwagike achukue. Yani bottom. Wapi watu wa bottom up hapa Moi's Bridge?
We. Kaza mshipi. Kaza oya, wale wa huko nyuma. Kaza mshipi. Mwendo ndio unataka kuanza. Na mkumbuke finance bill ndio hii wanataka kupitisha hii mwezi. Watu wetu wa matatu wametoka akismile. Hadi our favorite, with all due respect, wametoka akismile hapo sana akisema we have called off the strike and we are going into discussions with the government for a week. Kwa hiyo Kenya a change of tune overnight. Na venye umesmile, with all due respect, please don't carry us baby. Lakini wacha tuwaambie hivi, hiyo ambayo mmepromisewa na huyo Kasongo na government yake, hakuna kitu atafanya. Mtuulize sisi tunajua Kasongo, tunamjua kwa kina. Hakuna kitu atafanya. Na ninashindwa kwa hizo negotiations zenyu. Mumeongelelea maneno ya fair ama mtaongezea wananchi fair sasa? Juu nyinyi hata tujui mmeenda kudiscuss nini hapo. Mtuambie ni nini na discussiwa. Ni sisi mtaongezea fair. Bado commodities zenye tunatumia on a daily basis zitaenda juu. Mafuta, unga, kila kitu, hadi dawa by the way zitapanda, hadi kwenda hospitali. Services zote zitaafektiwa kwa sababu fuel ikiongezewa 240 Kenya shillings per liter. William Ruto, hii lazima niambie wa Kenya. And the Kenyans share this clip. Ndio muelewe the intelligence ya government venye wanafanya kazi. Lakini tuko mbele yao. Ndio zamu nawaambia uchaguzi wa 2027 is different. Hii maandamano mmeona ya mafuta imeanza tu Monday, ikifika Tuesday imekatishwa. Hata kama ni kuongana, wameongana, ikasimamishwa. Hii maandamano was about to take a different direction. Tamu ya William Ruto ingekatishwa kabla hata afike 2027. Yaani waonyesha hapa the reality. On Monday asubuhi mgomo ya matatu ilikuwa imeanza sababu ya hiking of the fuel. Later karibu mwendo wa saa 4 saa 5 every part of the country, in every county, I think around 42 counties, watu wakaanza kuchoma tiles or tires, wakaanza kuchoma bonfires everywhere. Vijana wakatake position. Mipangilio ikawekwa the following day. Sasa kuamkia kwa Tuesday ingekuwa mbaya zaidi. Wakasema the maximum it can go ni Thursday. Na mjatuambia kama imerudishwa chini na imerudishwa na how much? Mumetoka tu mukismile. Mumesmile, mmeguzishwa, si ndio? Mmeguzishwa. Mimi hamwezi niambia mja. With all due respect, hamwezi tusho hamjaguzishwa. Venye mmetoka hapo mukismile, mukisema vitu zirudi normal. Zirudi normal aje na tuko 240 Kenya shillings per liter. Kwendeni huko, reject fuel prices. Ruto must go. Rigiji has already responded. William Ruto surrendered the leadership of the country to a blogger called Enes Itumbi, a standard 2 dropout called Oscar Sudi, a standard 6 dropout called Farouk Kibet. Those are the people who run the country. My Lord, I wonder. We give up. Tuna give up. Mwaka ya kesho wewe endelea kupokea, sisi tumeokopa. Alituacha kwa ghafla, lakini hata mimi pia nimewekwa kwa kiti hii kwa kighafla.